Nataka kuzungumzia swala la madawa ya kulevya. Nazungumza hilo kwa sababu kweli linatuumiza. Hapa imekuwa kama ni bangi, hapa ni kama inakuwa kama sigara. Watu wanafuta bangi barabarani, hawataki kujali. Hii ni imeharamishwa na serikali, na ukiuliza ile swali matuzo utakayopewa Mungu ndiye anajua. Nafikiri hilo litakuwa limeeleweka. Kuna kitu kingine tu mkoka. Naona natafuna tu kama chakula barabarani, mtu anapita tu, ajali viongozi, ajali nani, wanajitumia tu orera tu. Pombe za asubuhi. Asubuhi hapa pombe zinafunguliwa kuanzia saa 12. Vijana hawana muda wa kwenda kufanya kazi. Saa 2 utakuwa kijana ameshalewa. Sijui anafanya kazi saa ngapi. Akishalewa anaenda kulala. Matokeo yake ni wizi. Hizi pombe kwenye baa wanaruhusiwa kufungua kuanzia saa 9 nafikiri. Nafunga saa 5 saa 4. Lakini hapa kuna baa wanazo mpaka saa 8 saa 9. Ndio mkuu wa wilaya, tunaomba ututumie wapimaji wa viwanja waje wakatubie mji upya, kwani viongozi waliotangulia wametuwekea mipaka vizuri, lakini kwa sasa hivi tumetanuka, tumeanza kuwa na wengine wenye nguvu. Hawa vijana wadogo, mnasema vijana, wanatunyanyasa, wanaanza kuchukua viwanja vyetu, kusukuma kwa nguvu kuenea maeneo. Mimi naitwa Lazaro Mare. Mimi nasungumzia mambo ya uendeshaji bodaboda, kwa sababu sasa hivi wamepachika taa ambazo kwa kweli zinatuumiza katika njia zetu. Yaani nimeshuhudia, na mimi mwenyewe ni shuhuda na ni mwathiriwa wa jambo hilo. Nimeshuhudia juzi kati tunatokea Mdarara na usafiri wa pikipiki. Kuna mzee alikuwa anatembea njiani, pikipiki ambayo ilikuwa inakuja mbele yetu ilikuwa ina taa spotlight kubwa ambayo ilimulika yule mzee, mpaka sisi ambayo mimi nimepata pikipiki ambayo ilikuwa ina ile taa, ikabidi sisi tukaingia kwenye fenzi ya shamba bila kujua, kwa sababu baada yule kutumulika sana full, ile sehemu ambayo sisi tupo ikawa ni nyeusi, ikawa uweni mtaro, uweni shamba, ikawa iko sawa. Sisi baada ya kuingia kwenye fenzi ya shamba, yule mzee ambaye alikuwa anatembea na miguu aliingia kwenye mtaro akazama, na alikuwa hajui kama kuna mtaro. Vijana mnaokunywa miraa, mnavuta miraa, sisi mnavuta mabangi, mnakwenda mirungi mnakula, ina faida gani? OCD na kuelekeza hapa, hatutaki kuona mirungi, hatutaki kuona mabangi, tutapita na anayeuza, tutapita na anayeyatumia. Yaani kuanzia leo haya maduka wanauza hapa, kwa sababu kuna watu wanajipatia kipato kikubwa kwa sababu ya mambo ya haramu yasiyotakiwa. Mnaharibu vijana wetu, wengine wako darasa la 3 mnaanza kuwafundisha, la 5 mnawafundisha, form 1 si form 4. Tungepata viongozi wazuri. Hebu fikirieni, tunapata viongozi wazuri wanaotoka Engaranaibu. Leo mna naibu waziri wa madini, asingesoma, asingekuwa na nidhamu kwenye usomi, leo tungepata kiongozi wa namna hiyo. Leo kina nani hao mnaona hao watendaji wa kata na nani, wasingesoma, mngewapata viongozi wa namna hii. Alafu leo tuje tuwahudumie vijana hapo. Na shule nzuri kama nini imejengwa ya boarding hapo. Mlilia na tuweke daraja hapo. Tumeweka daraja. Mkalia umeme uje. Tumepeleka umeme. Kila mnachokitaka tunakipeleka. Alafu leo tuje tuharibie watoto wetu. Hapana. Majina mimi naitwa Richard Jublat Show. Ni mkazi wa Mairoa, kata Engaranaibu. Tumefurahi sana kwa kumshukuru, na tunamshukuru DC kwa kutembelea sisi katika kata yetu kusikiliza kero za wananchi wa Engaranaibu. Swala la msingi tuliozungumza ni swala la maji kutoka Engaranaibu kwenda Ng'ong'o. Maji yatoka Ng'ong'o kuja mtaani kwetu hapa, kwa sababu swala la maji ni kero kubwa sana. Kwa muda wa mwezi sasa hivi wananchi hawajapata maji, na Mheshimiwa DC amelichukulia hilo kwa kipaumbele na akaagiza kwamba swala hili baada ya wiki moja liwe limekamilika, na akatoa agizo kwa idara ya TANESCO ichukulie jukumu la kupeleka umeme Ng'ong'o, hakikisha swala maji limekamilika kwa muda unaotakiwa baada ya wiki moja au mbili hivi.
Kwa majina mimi naitwa Lilian Ismaili Kaaya. Ninamshukuru DC ametusaidia kupata changamoto. Tulikuwa tuna changamoto ya maji, ila amesema anatusaidia kuanzia Jumanne maji tutayapata. Hili swala la mirungi kwa vijana limekuwa changamoto kwa sababu kwanza inamaliza kazi. Vijana pia wanakuwa ni watu ambao hawatafuti kazi ya kufanya kwa ajili ya maendeleo ya maisha, au saa zingine unakuta vijana akishafanya hata kazi kidogo, akishapata kama 2,000 3,000 anajua ameshapata bei ambayo inamkisi kununua mirungi. Kwa hata saa zingine unakuta yeye kijana ile kutafuta hata muda wa kula hawazi sana kama anavyowaza hela ya kupata tu mirungi. Kwa hiyo limekuwa ni jambo ambalo limekuwa ni changamoto, japo tumeshukuru kwa siku ya leo kwamba mheshimiwa mkuu wa wilaya amekuja mahali hapa na kutueleza hizo kero zetu, na tumeona kwa namna alivyokazia kwamba atalifanyia kazi.